malaya. Sasa leo, kanisa la leo limekumbwa na tabia hii ya kimalaya, tabia ya kikahaba. Unakuta mtu umeokoka na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, umeokoka kabisa, lakini unashindwa kudumu, unashindwa kukaa kwenye kanisa moja kwa muda mrefu, kiasi cha kuzaa matunda. Unakuwa kwenye kanisa, utumishi wako haujulikani. Unakuwa kwenye kanisa, haujitoi kwa namna yoyote. Yaani wewe upo tu, hauna sehemu yoyote ya maana sana ambayo unashika au ambayo unawajibika katika hilo kanisa. Hauwajibiki kwa namna yoyote ndani ya hilo kanisa. Sasa lakini baada ya muda mfupi unahama, unaenda kwenye kanisa jingine, na ukisha kwenda kwenye kanisa jingine, kiulizwa unasema kwamba yamkini walikukwaza, ama yamkini walikutendea hili na lile ambalo wewe kupendezwa nalo. Lakini uvumilivu wako uko wapi, mtu wa Mungu? Hata kama ni kweli yamkini walikutendea ndivyo sivyo, uvumilivu wako uko wapi? Kwa sababu Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Manake Mkristo wa kweli ni lazima awe na uwezo wa kuvumilia, hata kama kuna shida, hata kama kuna dhiki. Mkristo wa kweli, wana wa Mungu wa kweli ni wale wenye uwezo wa kuvumilia. Biblia inasema katika Waebrania kwamba tunazirithi ahadi za Mungu kwa imani na uvumilivu. Ahadi za Mungu hatudhirithi kwa imani tu, tunadhirithi kwa imani na kwa uvumilivu. Jioni ya leo napenda kusema kwamba ewe Mkristo ambaye umekuwa ukihamahama kutoka kanisa moja kwenda kanisa jingine, hauzai matunda yoyote, hauna chochote cha maana unachofanya makanisani zaidi ya kuzunguka tu kama feni, Mungu akusaidie uzitafakari njia zako. Kwa sababu ukiwa ni mmea ambao unapandwa mahali fulani, kisha unang'olewa, unapandwa tena sehemu nyingine, kisha unang'olewa, ni obvious, ni wazi kwamba mmea wa aina hiyo hautaweza kukua. Kwanza hautashika, hautakuwa na hautaweza kuzaa matunda, na mwisho huo mmea utatupwa kwenye moto. Sasa ewe Mkristo ambaye umekuwa na tabia za kimalaya, umeokoka, lakini una muda wote ni